umeahidi maisha yanapokwenda kwa namna yoyote, umekuwa nasi, utatuongoza, utatushika kwa mkono wako, umetuvusha ya bahari. Hiyo nayo Brian, nikwambie tu ukweli, nikwambie tu ukweli. Niambie ukweli dadi. Wimbo huo ni unagusa sana. Unagusa sana. Unagusa sana. Lakini tuchukue simu kwanza. Asante msije, nambari zetu ziko wazi, tutakuwa tukipata kuweza kusikia kutoka kwako. Utuambie jamani, sheria hizi zitakazo ambazo zimepata kuweza kupitishwa jamani, imechelewa kuwekwa au vipi jamani? Je, kuna watu leo wangeumia kwa sababu ya hii sheria? Ingepata kuweza kuokoa mtu fulani kwa sababu ya hii sheria? Sema nami katika 0733223346 ama ukipenda 0796500400. Nambari hizi ziko wazi, sema nami tu katika sasa hivi ili tuweze kupata kusema. Sema nami msikilizaji, na kuambia tunahitaji kuweza kusikia kutoka kwako. Utupe jamani changizo la kwako. Ndio. Nikukumbusha tena kwamba kuna wale wajamaa wengine walikuwa wanasema hii sheria wakati ilipitishwa, wanasema rais anataka kumaliza hivi, anataka kumaliza ule uwezo wa watu kujizungumzia. Chukua huyo kwanza. Baraton FM, hello. Hello Baraton FM. Hello. Yes. Jambo kaka na Orina. Salama sana. Mko sima? Tuko salama. Tunashukuru. Sheria imekuja kwa wakati mzuri ili kudhibiti shida wana KMC ambao wako nao. Ndio. Imekuja wakati mwafaka. Kiwapati, lakini hiyo sheria nimependeza kabisa. Imekuja wakati mzuri, wakati mwafaka. Kwa hivyo nikusema ya kwamba huyo ni Haman kiongozi jamani, anasema kwamba yeye wakati huo ambayo sheria hiyo imeingia ni wakati mwafaka kabisa. Yes. Watu hapa nje hawana adabu. Hata kwa WhatsApp tu. Hata ni WhatsApp hata unaweza pata WhatsApp ya matanga, mtu umewekwa kwa group ya mazishi pale. Wewe hata hauna adabu tu, kazi yako kurusha cheche za maneno. Na utoi pesa. Kweli wiki iliyopita niliweza kuhudhuria mazishi fulani pale nyumbani. Pole sana. Nilikuta ya kwamba kuna watu ambao wanarushiana cheche kali. Mwanasiasa fulani aliposimama, ilikuwa hatari. Baraton FM leo. Hello Baraton FM. Yes, tunasema na nani kutoka maeneo yapi? Mimi ni Amalimba. Yes. Ningesema kwamba wamefanya mzuri sana kwa sababu matusi imezidi sana kwa mitandao. Ndio. Hata unajua mimi mwenyewe sijui kutumia hiyo simu, lakini nikiangalia wenye wanatumia. Ninaona maajabu kwa simu, ati mtu amebeba sanduku kwa kichwa. Jamani. Na vitu kama hiyo kitambo hatukuwa tunaona, hata kuambiwa ati fulani alikufa, hiyo hatukuwa tunaambiwa. Unasikia tu tunaenda matanga. Kweli. Hivyo tu. Matusi kwa serikali nini na nini kwa serikali yenye iko. Ndio. Ungeweza hata kutamuka hata neno moja. Utatafuta penye huko paka ushikwe. Uende kujibu hayo mashtaka. Ndio hiyo. Kama utapatikana huko na makosa, utaambiwa sasa faili ni kitu fulani na fulani, mzee wa mitaa anataka mara moja. Ndio. Na ukichelewa tena utatafutwa na mayuti. Unatafutwa tu na vijana hapo karibu. Ndio mayuti wako tu, rika yako tu, mtapambana nao vizuri hata usiku saa 9 mtafukusana sana. Italeta shida. Asante sana kwa mchango wako. Jamani, nakwambia kumbe hii sheria jamani ina umuhimu. Ndio. Ina uzito mkubwa kabisa. Na orinaje, kumbe kuna watu wameumia. Baraton FM leo. Ametoweka huyo jamani, tunaomba uweze kurejea kabla tujaenda katika awamu ya pili pale ya tatu pale. Watu hapa nje wameumia. Wanaumia. Rais angefanya kitu kama juzi bwana. Mapema asubuhi. Mapema kwa sababu nimekuwa nikukwambia watu hata hawajali. Hawajali ni group gani. Watarambaza tu. Group ya matanga, hata ya mazishi. Mtu anasema ya kwamba nimetumwa na mheshimiwa fulani, nimekuja. Mtu anamtwika majina mazito. Mwingine anarusha hata maneno ya sehemu ambazo hazifurahishi. Baraton FM leo. Hello. Yes, tunasema na nani kutoka maeneo yapi? Kutoka Tangazo. Naitwa Meshak Chief. Yes, Meshak. Asante sana Meshak.
Mtoto mdogo. Kumbe wamefunga shule. Nilikuwa nimesahau kule. Wamefunga? Watoto wamefunga shule jamani, sasa wako nyumbani. Tutakuwa tunarejelea masuala ya watoto baadaye. Exactly. Lakini kwa leo yes, tuzungumzie hii sheria. Mitandao. Cyber harassment and computer misuse. Asante. Alafu Rinaje. Ndio. Tukipata kuweza kurejea pia katika awamu ya pili pale. Ndio. Kumbuka si watu wamefunga shule. Ndio. Na pia hata wao wanatumia mitandao. Ndio. Tunahitaji kuweza kuelimisha pia. Tuambie wazazi. Exactly. Tuzungumzie tu wazazi. Itaweza kuokoa. Haina haja mtoto akuwe na smartphone na kuna katululu. Kama lazima azungumze na watu, unataka kumwachia simu pale nyumbani, kabambe, mpe katululu. Mtoto anafanyia nini WhatsApp? Tutakuwa tukipata kuweza kurejea msikilizaji, lakini kwa wakati huu salia na Mwenyezi Mungu na kwenda katika pumziko fupi. Tutapata kurejea katika awamu ya pili msikilizaji. Tunangoja sehemu yako ya kujibu. Jamani, weka mjazo wa kutosha, weka credit, piga simu. Ndio. Toa jamani changizo lako, toa maoni yako, saidia mtu pale nje, huenda ajui. Tuweze kuokoana. Inaitwa Baraton FM 103. Mimi niite kaka Brian M. Nami ni Orina Junior. Kwa namna gani? Ndipo tunasema sheria hizi jamani, mimi naomba zingewekwa hata jana asubuhi. Unaona jana asubuhi. Unajua mimi kitu naweza sema labda hii sheria mpya imeleta ni ya kidini. Ndio. Sasa hivi uwezo ukachapusha mafundisho ya kupotosha ya kidini. Lakini pia nina swali. Vizuri. Pia nina swali. Utajuaje hayo mafundisho ya kupotosha? Wasabe Nelson. Wacha nikwambie kitu kimoja. Tumwachie Kristo ajitukuze kwa sababu siku zote shetani ataishi akipigana vita. Wacha nikwambie pia sababu sida la kuongeza. Hiyo point imekuwa nguvu bwana, imekuwa zito. Kabla tuweze kupata kuondoka. Hakuna siku katika chini ya jua. Wasebe nikueleze, Kristo atashindwa kujidhihirisha kwa watu wake. Hakuna siku, hata uende kulia, uende kushoto, uende left, right, center. Kristo hawezi shindwa kujidhihirisha. Hata useme nimeamka usiku nikapata ndoto. Hata upate ndoto, upate maono, upate kila kitu. Lakini Kristo ana njia ya kujieleza kwa watoto wake. So unajaribu kuniambia kwamba Yesu atongareni akiandika ya kwamba ujio wake huu karibuni anafaa tiwe mbaroni? Kulingana na kwa sasa ukiandika mafundisho ya kupotosha. Wasabe Nelson. Hiyo point bwana. Tutaonana sasa. Swali la Mwenyezi Mungu msikilizaji. Nafsi yangu. Asante sana. Lakini pia umetaja hivyo nikakumbuka tena ya kwamba badala mtu aruhusu jirani yake aje ajipate kwenye masuala kama haya. Umegundua kwamba kuna mtu pale nje. Ana mazoea ya kusema tu. Yeye hatulii. Akishika simu kitu cha kwanza anafikiria ni kuangalia leo amesema nini. Updates ni gani? Hapo ndiye ameingia na simu, anaanza kurusha mambo yake. Kidogo anaenda sema kumbe hii ndio Orina amesema leo. Bas hapo ndiye ameishika, ashakata. Anaifanyia kazi sasa vitu vyake. Pia unaweza msaidia jirani. Usimuone anapotea, si vizuri. Jela, nimewahi tembea jela ndugu yangu. Pia mimi nikafika kule. Yale mandhari hayafurahishi. Mzee wa kazi nakwambia hayafurahishi hata kidogo. Wacha nikwambie. Kama Mungu amekubariki kuwe na freedom ya kufanya shughuli zako za kipekee, usichezee. Ambia Mungu asante. Na usichezee. Jua hata kuna mtu pale ndani kwa kusingiziwa tu, si hata alifanya. Ndio. Kasingiziwa. Inawezekana. Yuko pale. Anajilaumu mpaka wa leo. Kwa nini nilijihusisha na I wish ningeongea, singenyamazia kitu mapema. Majuto ni mjukuu kuja baadaye. Nasema majuto ni mjukuu, anakuja baadaye. Mimi nasema hivi jamani msikilizaji. Kama jambo linakufinya sana, ingia kwako kwa room. Ndio. Unasikia kuongea jambo, unasikia kuongea matusi, ndio kutoka ndani, ili usipate depression, ingia kwako kwa nyumba, fungua ufa. Kama uko nayo, weka sauti yote 90. Ongea yote. Piga nduru hapo. Alafu utoke nje. Kutoke alafu na utoke. Smile ukitoka hapo. Na usikize ule wimbo unaoupenda. Your favorite soft song. Soft music too. Your favorite song, bas weka hapo, weka majina matamu, moyo unapondeka. Yani unaweka on the loop tu, unaiweka tu on the loop. Yes. Hata mimi wakati nina mawazo kisha nikiamka niko sawa. Mambo imekuwa mtu anashanga, na huyu jamaa huyu asikii uchungu, anakuhit tena. Ni kweli. The best way to deal with a revenge, it is to be silent. Rudia hiyo. Unajua kuna mtu anaandika. So aandike kabla asahau. The best way of dealing with a revenge, it is to be silent. Good. Mtu anakupiga left, nyamaza. Unaenda right. Napenda maji. Kuna wakati nilikuwa naangalia lesson ya maji. Ndio.
maji ina tabia nzuri sana. Yaani hata uitafutie njia ya kuifungia, hata uweke vikwazo mbele yake, itatafuta njia ya kupita kando. Itapenya. Yatajipenyeza tu. Mbona Wakenya tuko na njia? Tutafute tu njia ya kuambia, hata kama ni kuambia mtu kitu. Kuna njia ya kuambia, jamani hapa leo umekosea. Hapa leo umekosea. Umefanya vibaya. Next time ukiwa na jambo, please fanya hivi. Ndio. Fuata hivi. Umesaidia watu wangapi? Wengi. Sana. Wengi. Wa awamu ya pili, ya tatu. Emilio Mwai Kibaki alisema hivi, mwanadamu kama huyo ni mwanadamu asiye na faida yeyote. Ni mwanadamu aina ya, kuna jambo alikuwa anasema hapo kuhusu kuku. Wale wazee kama mimi wanaweza relate. Yes. Iwapo haumsaidii mwenzako na unaona anapotea, faida yako kama mwanadamu ni nini? Inafaa umsaidie, umuone pale anapoteza, unasema ndugu, hizi ni gani? Hizi ni mbaya. Unajiharibia mwenyewe. Unajichongea. Umenipata? Na kupata vizuri. Siku zote tu unaambia hapa Brian, unajichongea. Lakini ukiruhusu mpaka kimpate kipigo, hilo pigo litakuwa paka kwako. Alafu na sawa. Ndio. Hii dunia unajua, Orina je wanasema malipo ni papa hapa duniani. Malipo ni hapa. Leo kwa jirani kwa chomeka kule. Ndio. Kumbuka moto unasambaa na upepo. Ndio. Itakupata tawe wakati mmoja. Sema kwa jirani kukiteketea, anza kwako kumwaga maji. Tayarisha mchanga na maji. Tayarisha mchanga na maji wenzangu. Kwako kwaweza teketea pia. Yes. Na tusiwe na mazoea ya kwamba Brian amejipata kwa nuksi, tunaanza kumcheka. Tukinyamazia. Wacha tuone. Atatokaje sasa kwa hii? Tusaidia. Hii tumemweza leo. Tubebane. Nani? Tubebeane mizigo. Hii dunia malipo ni papa hapa. Na huwa mara nyingi haichukui muda mrefu. Haichukui muda mrefu. Inakupata. Alafu sasa kumbe kwako inaweza kuwa tena chungu zaidi kuliko ya kwangu. Bas. Hapo ndipo. Kwa sababu unashangaa sana, unasema ya kwamba sasa alichokuwa kikitafuta kimempata. Mimi pointi ya kuweza kumalizia, alafu nipatie msikilizaji wewe nafasi. Ndio. Nasema hivi jamani. Mungu atusaidie sana tuweze kuwa na uangalifu kabisa wa mitandao. Yaani chukua tu jukumu kabla ya kuandika hii. Ndio. Itampataje mwenzangu? Ndio. Kwa sababu ikiwa nitaelewa jinsi mwenzangu anahisi, kile nitakachoandika ndio hata itaweza kuwa kusaidia mtu. Ama pia ujiulize, iwapo ujumbe huo ambao unaandika kuhusu mtu, yes, ujumbe huo ukiuandikiwa wewe binafsi, utahisi vipi? Hapo pointi nzito sana. Rudia hiyo mwenzangu. Iwapo utahisi vibaya huo ujumbe ukiandikwa kuja kwako, usije ukauandika. Kwa sababu kama utakuumiza ujumbe huo ukiandikiwa wewe, yes, basi usije ukauandika. Unajua tunafikirianga hata watu wengine by the way ni chuma, hasa wanaume. Ndio. Tunadhani wanaume ni chuma, ukipata si vibaya. Unajua tumefunzwa hivyo kutoka nyumbani. Mzee wa kazi, tumefunzwa hivyo kutoka utotoni mwetu ya kuwa mimi ni mwanaume, lazima nifanye nini? Nikaukie jambo. Ni sawa. Lakini kumbuka pia nina limit. Ndio. Nina limit ya kukaukia jambo, ndio. Hata Bladawa anasema iko na elastic limit. Ndio hiyo. Ikifika hapo inaweza kakatika. Tuchukue wanaume vizuri jamani, unapomwambia mtu kitu na kumtusi mbele ya watu. Ndio. Jamani atameza ndio. Kesho pia ameze. Ndiyo. Kesho pia ameze. Kuna wakati ndachukua kamba nijinyonge kwa sababu nimeshindwa kuvumilia. Yamekuwa mazito. I cannot bear. Na si vizuri. That's why tunasema. Ndio. Mungu atusaidie sana. Mitandao yetu iwe ya kuinua wenzetu. Kabisa. Tuwatie nguvu wanapopitia hali ngumu. Ataandika tu message, Daddy, I understand. Ni maikwa katika hii hali. Ndio. Najua vile mwana ukishinda mambo mengine, pia utashinda. Na anaweza toboa. Unajua nini Orina J? Ndio. Sometimes we just need a shoulder to lean upon. We don't need anything. Yani takati Orina aniambie jamani, kaka Brian, unajua nini? Hii jambo utashinda bwana. Wewe utatoboa. Unajua wewe ile ulipitana nayo. Hii ulishinda. Hii itakushinda aje? Na kwambia sasa hiyo ni ngumu. Hapana, mimi najua hii si kitu si ngumu. Sometimes it is all we need kama wa Kristo. Kama watu, kama wa Kenya. It is all we need. Tunahitaji. Itakuwa inapendeza sana kuweza kusikia maoni yako. Alafu tubanike katika sehemu ya pili inaitwa lunch poa pale. Tumbo. Unajua kuna najiambia. Yes. Umesema lunch poa, nikakumbuka kuna wale ambao bana wanakosa chakula. Kuna wale. Inanikumbusha mwimbaji wa zamani kidogo, alikuwa anaimba wimbo lunch time. Alikuwa anasema sasa ni lunch time, tufunge makazi. Twende tukale. Lakini bado anakuja tena baadaye anasema ya kwamba kuna wengine
wakila ugali, wengine wakila chapati na maharage. Kuna wale ambao wanaenda kujilaza tu pale Uhuru Park, wanatulia tu. Kwa hivyo iwapo unajua kuna yule jamaa ambaye leo hii atakosa chakula, si vizuri. Unaona Eldoret kuna sehemu inaitwa Nandi Park. Aha. Si mbali hapa. Unajua mimi natoka kule Eldoret. Ndio. Kule kuna sehemu inaitwa Nandi Park pale. Unaweza dhani watu wako busy kule. Ndio. Kumbe watu wana shughuli zao. Ndio, kuna kitu niligundua, nyie vijana wadogo mnaita kuinama. Ndio hiyo sasa. Kuheshimu chakula. Yaani unaambia unainama kuheshimu chakula. Masaa. Yaani unajipinda kidogo. Ipite. Kwa heshima. Ipite. Lakini kuna wakati baadhi pia sasa wanakuambia amini umekula. Ama unajua wengine amini umekula. Na sasa ujala. Wengine wanasema lakini uamini. Ndio. Umekula. Kuna mwingine aliniambia. Utapoteza njaa. Kuna mwingine alinipigia simu akaniambia sijala nataka kula sapa. Namuuliza baba. Sasa haujala tangu asubuhi ati ndio. Sasa hii sapa utaikula saa ngapi? Akaniambia breakfast will be served together with lunch. Ndio hiyo. At supper. Umenipata? Yaani ni chakula kimoja. Hiyo ni kali, waunganisha. Lakini anasema ameunganisha ya kwamba breakfast will be served together with lunch. Hapo umeniweza jamani. At supper. Kwa hivyo akikula saa 10 mpaka kesho saa 10. Jamani. Kwa hivyo usimruhusu mwenzako apitie nuksi kama hii na una uwezo. Mungu amekubariki pale, amekupa mahindi. Si lazima umpe aende ajipikie, pengine ajui kupika. Weka pike kampe. Lakini ukipata ya kwamba ukimpa pia inaleta tashwishi kidogo, usije ukampa chakula kila siku. Tafutie kazi, kampe akafanye. Kisha akifanya kazi, anajilisha mwenyewe. Apate ujira wake kila siku. Atakapopata ujira wake, basi atajitafutia chakula chake. Renaje. Ndio. Naona pia hata mimi ni kama pia matumbo yanaitisha. Yameanza kuitaita. Yameanza kupiga honi kule. Sasa mimi ningependa kuambia msikilizaji, jamani, salia na Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki. Ndio. Akuongoza tukutane kesho kwenye kipindi cha Mwangaza. Tuweze kuweza kupiga nyimbo za kitambo kule. Kabisa. Adamu na Ewa walitenda. Sijui kama ungeguzisha tu hiyo, ili unajua ukiguzisha ili wapate ile test ya vile vitu ambavyo vitafanyika kesho. Nikumbuke pia kwamba kesho tena tutakuwa tunazungumzia masuala ya magonjwa yale ambayo yanahusiana na mental health. Unajua hatujazungumzia kwamba kuna jamaa mmoja amekuwa kitrend sana baada ya kujitoa sehemu zake za uume. Tutazungumzia hayo kesho kwa sababu madaktari wengine wamesema hiyo ni shida ya kiakili. Si mtu ambaye na ni kijana mdogo, umri wa miaka 23. Wasema nini? Kijana mdogo sana kajitoa sehemu zake za nyeti. Hebu niguze kidogo hii. Tukiendelea kufikiria hilo jambo ngumu. Jambo gumu hilo, jambo zito sana. Kesho bwana, hiyo kesho mambo yatakuwa kama haya. Yaani unakosa nini kesho bwana? Unakosa hii kesho. Swali la kesho tutakuwa tunaulizana pia tena ni kwamba wimbo huu wakati ulitoka ulikuwa unatoshana vipi? Hapo sasa basi umeleta vizuri sasa. Umenipata? Mungu alikula. Anaitwa Mama Mary Otieno huyo. Tunda lile walilokatazwa na Mungu walikula. Dhambi ya siri. Na sio hiyo tu. Kuna nyingine? Sio hiyo. Umesema kesho playlist umeipanga mapema kama leo. Kesho bwana, nakwambia kesho unakosa vipi? Umesema si rahisi. Hiyo Thursday. Ni nyimbo za zama hizo. Hiyo Thursday. Vitu ambavyo vilikuwa zinapendwa zama. Hii hata ukiwa na kansa. Ndio. Hii unaimba. Lazima usikizie. Mwenzangu hii unaimba. Ni yako hii. Anakosaje kesho? Wasikilizaji, kuna wakati bwana mnanishangaza. Bana, sikia vile kanaanza. Sauti ambayo haijawekwa. Kuna wale wasikilizaji. Sikia. Nitayainua macho yangu tazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka wapi? Nitayainua macho yangu tazame milima, nitayainua macho yangu tazame. Sio hiyo tu. Kuna huyu tena. Yaani nakwambia, unajua kitu ambacho nimekuja kugundua ni kwamba nyimbo za zamani zina mbali na kwamba zinaliwaza, pia zinatibu jamani. Ndio maana Wakisi walisema nyimbo ni dawa. Nione niponye.
Yani wimbo huu bwana, ndio hata kama una sauti ya keyboard. Unajua kuna mtu aliniambia unajua kaka Brian, nasikia wewe hata wimbo namna gani, ndio hata uende uwekewe nini, hata ukunywe nini, ndio sauti yako hakuna ndani ya keyboard. Lakini hizi hapa sauti yangu ipo hapa, yangu ipo, hata uwezi kuitafuta. Ipo tu. Masungu zimeni niandama sana mimi, mawimbi ipo, naisikia. Wacha tu naisikiza sana. Urenaje? Yes. Naomba leo tuombee tupate kusepa hapa uwanjani, ili kesho tusichelewe. Kesho tutaingia hapa mapema sana, tupate kucheza hizi nyimbo tukiongea na wapendwa wetu, hasa mental health. Ndio, na kama msikilizaji pia atakuwa amejipanga kwenda pale kuweka mahindi yake kwenye stake, ndio hiyo sasa abebe redio, kwa sababu kesho anabeba redio kesho. Alafu sasa point ya mwisho, ndio wasikilizaji wa Baraton wana redio za kusikiliza zile channel zingine, alafu kuna redio ya Baraton. Sasa heshima hizo, uliza mwimbaji Talam, ndio atakwambia story. Heshima hizo heshima hizo. Sikilizaji, salia na Mwenyezi Mungu akubariki. Mimi ni kaka Brian M, nami ni Orina Junior. Hebu na tupate ombi. Tunakushukuru Baba kwa sababu umekuwa pamoja nasi, na tunashukuru kwa sababu umekuwa mwaminifu. Tunashukuru kwa sababu ya msikilizaji, na tunashukuru Baba kwa sababu unazidi kumtendea, nasi unazidi kututendea, zidi kutufungulia mipango na ratiba zote ambazo zimepangwa ziweze kuendelea leo baada ya sisi. Tunaomba ya kwamba Baba uweze kuwa wewe ndiye mtangulizi na kiongozi. Zaidi ya yote uibariki kazi ya mikono yetu, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini. Amina.